Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. You may have your seats. Kwa majina ni Brother Caleb na ninafurahi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha siku ya leo kwa sababu ya kupata nafasi ya kutembelea na kusimama juu ya neema ambayo iko katika nyumba hii kupitia askofu wetu na kupitia mama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha pia kwa sababu ya kukua na kupatiwa neema ya kutosha kupitia mzazi ambaye alinilea katika itikadi, katika hekima na katika the fullness of Christ, na akahakikisha ya kwamba mimi na nyumba yangu pia tutamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nina furaha pia kwa sababu niko na mke ambaye ni mwanamke na niko na kijana mmoja ambaye ni kijana ambaye ni mvulana. Na tunafurahia na kushukuru Mungu kwa sababu hiyo ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo mimi ndio niko na hii mashua ambayo inafaa kuwafikisha kama ni Singapore kama ni Kanani, lakini nitahakikisha tumefika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nianze na kusema ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa kiajabu. Mwaka huu ni mwaka ambao si kama miaka ile mingine. Unaweza kuwa furaha sana kwa sababu mwaka wa 2020 uliweza kukua elevated ama kukua advanced. Unaweza kuwa na furaha sana kwa sababu mwaka wa 2021 uliweza kuvuna na kukua restored. Lakini pia unaweza kuwa na furaha sana kwa sababu mwaka wa 2023, 2024 Mungu alikutembelea. Lakini ninakuja kukuombea kwamba mwaka wa 2026 si kama 2023, si kama 2024 na si kama 2025. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile baba wa nyumba hii alisimama na akasema ya kwamba mwaka huu tutatembea katika au kasi za kiungu. Na pia mama akasimama akasema ya kwamba mwaka huu ni mwaka wetu ambao msimu ambao tumepatiwa ni msimu wa uwezekano. Na kwa hivyo mwaka wa 2026 nilikuwa ninauangalia na ninasema hivi, kama kuna file ambayo ulikuwa umeenda nayo, kama kuna mikakati ambayo ulikuwa umeweka, kama kuna letters ambazo ulikuwa umeandika, kama kuna visions ambazo ulikuwa umeandika, kama kuna ripoti ambayo ulikuwa umepatiwa na ukaambiwa ya kwamba hiyo haiwezekani, 2026 ndio mwaka wa kufungua hizo files ambazo ulipatiwa ripoti ukaambiwa haiwezekani. Sasa kumefunguliwa msimu wa 2026 ambao ni wa uwezekano. Kwa hivyo file ambayo ulikuwa umefunguliwa na ukaambiwa ya kwamba hii kama tutaweza kufanya utalemaa, hii kama daktari alikuwa amekwambia hii kama tutaweza kuchunguza mwili wako utalemaa na utaenda na wheelchair, kama ulikuwa umefunguliwa file na ukaambiwa hii kama tutajaribu kutoa hicho kitu ambacho kinafanya ugue kitafanya uelekee Jogomeo, lakini ninakwambia hiyo file sasa enda chomoa, kwa sababu kumefunguliwa msimu ambao ni wa uwezekano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na tukaambiwa pia, unajua nilikuwa nimewekwa katika fulani ambayo ilikuwa inapanga mazishi kule Western. Na huyo mtu akaniomba wosia na akaniambia nimsaidie katika mipangilio. Kwa hivyo nikaingia kwa komiti na tunapanga ni matanga ya Western. Na Western kama vile unavyojua, Western imejaa bado iko na asili za kitamaduni. Kwa hivyo wakati budget ilikuwa inatolewa na inasomwa, kulisomwa budget hapo, vitu za kwanza, vitu za pili, vitu za tatu, vitu vya nne, ya tano, alafu zote zinatoshana katika budget, ukasomwa ya 6 na nikashindwa hii ya 6 ni kwa nini? Ni kwa nini kuna hii kitu ambayo iko hapa ya 6? Nambari 6 palikuwa pamewekwa rainmakers. Kwa nambari 6 palikuwa pamewekwa rainmaker. Na nikauliza beshte yangu nikamuuliza, boss, yani katika budget ya haya matanga
kuna budget ya Rainmaker. Akaniambia, unajua mambo ya kule kwetu, sasa tulia tu, hii ni mambo ya kule kwetu. Nikamuuliza, nikataka kupeleleza kwa sababu mimi kama vile mzee wetu, mtu ambaye ni meticulous na anapenda details, nikataka kufuatilia. Nikamuuliza, nikakaa hivi nikamuuliza, ai boss, tebu niambie kazi ya Rainmaker ni nini? Akaniambia kule ndani, akaniambia kazi ya Rainmaker, hiyo siku ambayo ni ya matanga, wakati tunafanya mazishi, hiyo siku kuna hitaji kukuwe na Rainmaker. Ni mtu ambaye anaweza kashikilia bingu, ni mtu ambaye anaweza kafunga bingu kusinyeshe, na kwa hivyo amewekewa budget kama zile vitu zingine. Amewekewa budget kama zile vitu vingine. Nikakaa hivi nikajiuliza, kama kuna mtu ambaye amejiaminia ya kwamba kukiwa na sherehe anaweza kalipwa kwa sababu ya kushikilia bingu, huu ni mwaka wa possibility. Hawezi kosa haso. Hatuwezi kosa haso. Hapa tulikesha tukishikilia bingu kusinyeshe wakati wa conference na tukukua na budget. Bwana Yesu asifiwe. It is the season of possibility. Vile vitu vyote ambavyo vilikuwa vinaonekana haviwezi kafanyika, huu ndio msimu ambao vitu vyote vimefunguliwa vya kufanyika. Baba yetu akasimama hapa na akatangaza na akasema ya kwamba ni mwaka wetu ambao tutaenda hiyo, na hiyo ni kasi ya kiungu. Kasi ya kiungu. Kasi ya kiungu ni kumaanisha kwamba hauhitaji kukua na mbio. Hauhitaji kukua na mbio. Hauhitaji kukua na mbio. Unajua, kama ushaikimbishana na mende kwa nyumba, kama ushaikimbisha mende kwa nyumba na ikakimbia ikakuhepa ukashindwa kuiua, hiyo mende, kawaida speed ya mende ni between 8 to 10 kilometers per hour. Uliikimbisha na ukashindwa kuiua. Nikwambie pia, hiyo mende kama ilipotea na ikaingia katika koti lako, alafu siku ya masiku ukaamua kwenda town, ukavaa lile koti, ukapanda motorbike. Motorbike inaenda 40 kilometers per hour. Ni kumaanisha pia ile mende ambayo inaweza kaenda kwa mbio yake yote 8 kilometers per hour, lakini juu iko kwa pikipiki itaenda 40 kilometers per hour. Tuko pamoja? Wito wa mkutano uwe kuchukua cab, na cab inakupeleka Nairobi kilometers per hour, ambayo inaenda act 100 kilometers per hour. Uvae ile koti tu ambayo mende ilijificha. Kumbuka mende inaenda act 8 kilometers per hour, lakini iko kwa koti ambayo umevaa, na umeingia kwa cab ambayo inaenda act 100 kilometers per hour. Nikwambie pia hiyo mende itaenda kwa kasi ya 100 kilometers per hour. Ingawaje hiyo mende mbio yake the full speed ni 8 kilometers per hour. Upate mkutano mkubwa, upande ndege inaenda 450 kilometers per hour. Uvae lile koti, hiyo mende itapanda pia ndege na itaenda act 450 kilometers per hour. Kwa hivyo ninakwambia nini? Hauhitaji mbio. Hauhitaji mbio. Unahitaji tu ujishikanishe na kitu ambacho kinaenda mbio. Ukijishikanisha na kitu kinaenda at 100 kilometers per hour, even if unatembea na mbio yako yote ni 5 kilometers per hour, utaenda katika 100 kilometers per hour. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie,
tuliambiwa kuna aina 3 za mbio. Tukaambiwa kuna the flying speed, tukaambiwa kuna the running speed, na tukaambiwa kuna the walking speed. Unajua mama alipo to introduce, kuna mstari alisoma Psalms chapter 1 verses 1. Psalms chapter 1 verses 1. Psalms 1:1. Psalms 1:1. Psalms 1:1. Blessed is the man who walks not. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Nikwambie, nipatie Isaiah chapter number 40. Kumbuka tu hayo mambo matatu. Who walks, stands, sit. Walks, stand, sit. 40 verse 31. 40 verse 31. Ninaweka tu msingi. 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Nikwambie, katika ulimwengu wa kiroho na katika mambo ya kufanyika katika kiroho, hakukuwa kunafaa kuwa na Mkristo yoyote ambaye anatembea, anaketi na anasimama. Narudia tena. Katika kazi, katika mambo, katika kutekeleza, katika purpose ya mtu wa kiroho, hakukuwa kunafaa kuwa na Psalms 1:1. Huyo mtu wa Psalms 1:1 wa kutembea, wa kusimama na wa kuketi. Tulikuwa tunafaa tu kukuwa na mtu ambaye ni wa Isaiah chapter 40 verse 31, ambaye anaweza ka mount up, na ambaye anaweza kakimbia, na ambaye anaweza katembea. Tuko pamoja? Kwa hivyo utoe mtu yoyote ambaye anaweza keti na mtu yoyote ambaye anaweza simama, huyo muondoe katika mambo ya divine speed. Umebakisha mtu ambaye anaweza kwa Psalm 1:1, umebakisha mtu ambaye anaweza kafanya nini? Katembea. Ukiangalia vizuri hapa utaona they shall mount up with wings like eagles. Hiyo iko complete. They shall mount up with wings like eagles. Ukienda ya pili, they shall run, lakini iko na cause and effect, and not be weary, kwa sababu kuna uwezekano wa kukimbia na uchoke. Tuko pamoja? Ya pili, watatu, they shall walk and not faint. Kwa hivyo huyu wa kutembea ni mbaya zaidi, kwa sababu akiweza kashindwa kutembea anazimia. Kwa hivyo Psalm 1:1, toa hawa watu wote wa kutembea, kuketi na kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumebakisha 2 peke yake. Mount up with wings like eagle, or you run and not be weary. Itakuelezea kwa nini kuna run inaonekana iko na mbio, kwa sababu kuna watu wengi sana kwa Biblia walikimbia. Kuna Haziel alikimbia, Elijah alikimbia, Peter alikimbia, John alikimbia. Kuna watu wengi sana walikimbia katika Biblia, lakini nitakuonesha kupitia maandiko ya kwamba pia hii ya kukimbia we nullify, because they shall run, na kuna uwezekano wa kukua weary. Katika mbio za kiungu kuna kitu ambacho Mungu alikifanya wakati alikuwa anaumba. Wakati Mungu alikuwa anaumba, alikuwa anajiexpress. Wakati alikuwa anaumba, alikuwa ana express his glory. Alikuwa ana express his character and his personality. Na ndiposa akaumba viumbe ambavyo saa zingine wewe unaangalia unashindwa ni viumbe vya nini? Ni viumbe hiki kiumbe na vile kinakaa ni kiumbe cha aina gani? Kama gecko, ukiangalia gecko, you will wonder, gecko ni kiumbe cha aina gani? Ukiangalia chameleon utashindwa ni kiumbe cha aina gani? Lakini kwa Mungu alikuwa anajiexpress, na mojawapo ya vitu ambavyo alijaribu kuexpress ni kasi yake, vile ambavyo yeye kasi yake, vile ambavyo yeye speed yake vile hukua. Na kuna vitu ambavyo aliumba, ukiviangalia na ukiketi chini uviangalie vizuri kupitia kisayansi na kupitia pia neno la Mungu, utaona ya kwamba kile ambacho kinafanya kiumbe hicho kisurvive na kiishi
Ni kwa sababu kiko na mbio. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha Mungu alipojiexpress through speed, kuna vitu ambavyo aliumba. Through speed, kuna vitu ambavyo aliumba. Kama ukiangalia cheetah, its survival mechanism and tactics depends on its ability to run faster than the prey. Ni kumaanisha Mungu aliexpress speed kupitia the life of a cheetah. How a cheetah lives, how a cheetah looks like. Mungu alijiexpress through that particular animal. Cheetah vile ambavyo iko na mbio na vile ambavyo tukiwatch cinema venye unakuanga hapo kaminita. You see that particular thrill that you are seeing there of a cheetah chasing an antelope. That thrill, that particular thing that you are seeing, it is the expression of God of speed. Ni Mungu alipojiexpress kama mbio akaumba cheetah. Akajiexpress pia kama mbio akaumba the deer ambayo tuliambiwa tumepatiwa miguu kama ya deer. Tumepatiwa miguu kama ya deer. Na unajua hawa wanyama wote ukiwachukua na uwachunguze na uangalie, utaona ya kwamba mataifa mengi ambayo yameunda vitu na ambayo yamefanya mambo makubwa, zile vitu ambavyo wanafanya, wanachukua viumbe ambavyo Mungu ameumba. Viumbe ambavyo Mungu ameumba na wanavichukua, wanaziangalia na wanatengeneza vitu ambavyo vinaweza kufanya hiyo kazi kulingana na vile Mungu aliumba kitu fulani. Kama juzi tuliona Amerika ilibomb Iran na ilitumia kitu kinaitwa B2 bombers. Zinabebanga bunker bombers ambazo zinaweza kaingia kitu 300 meters deep na ziweze kulipua. Unajua hiyo ndege ambayo inaitwa B2 bomber, vile ambavyo imetengenezwa, vile ambavyo wameitengeneza, ilibidi wamekaa chini wakashika mnyama anaitwa the peregrine falcon. That is the fastest bird in the universe. Peregrine falcon, the fastest bird in the earth. Wakaichukua, wakaianalyze na walitengeneza. Ukienda nyumbani Google peregrine falcon na Google B2 bomber, uone vile B2 bomber imetengenezwa ndivyo peregrine falcon imetengenezwa. Na kwa nini walitengeneza the B2 bomber kama venye peregrine falcon inakaa? Ni kwa sababu Mungu alipotaka kuexpress speed aliumba peregrine falcon. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Marekani walichukua huyo mnyama, wakamwangalia na wakadesign ndege ambayo inaenda kwa kasi na inabeba bomu kupitia kiumbe cha Mungu, the peregrine falcon. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ndege ambazo tunaona zikipaa, hizi ndege ambazo tunatumia kusafiri kutoka kwa nchi nyingine kwenda kutoka kwa nchi moja kwenda kwa nyingine, hizo ndege zote ukienda kwa engineering factories wameweka 1000 species of birds. 1000 species of birds that fly. Ndio waweze kufanya nini? Kuangalia kila ndege ambaye anafly na njia ipi, kwa sababu hizi ndege zote ambazo zinafly na ziko na mbio zinafly na njia ipi. Kwa hivyo waliangalia hizi ndege, wanaunda Boeing 747 ambazo tunatumia kusafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo in the intelligence of God of speed akajiexpress kupitia the flying birds. Binadamu ana study the flying birds na ana craft kitu ambacho kinaweza kabeba wanadamu na kiwatoe Kenya kiwapeleke Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika hiyo harakati yote, ukisoma kutoka Genesis to Revelation, ametumia wanyama wawili ambao amejicompare nao directly. That is the eagle and the dove. Amejicompare nao directly. Na pia binguni ako na kiumbe ambacho uso wake ni uso wa the eagle. Uso wake ni uso wa the eagle. That is the only bird ambayo amejicompare nayo, ambayo amejilinganisha nayo. Na ni kwa sababu gani? Ukiangalia pale pia ametuambia they shall mount up with wings like eagles. Si ndege mwingine yoyote bali ni the eagle. Kumaanisha kwa kustudy na kuangalia mienendo na character ya the eagle, unaweza ka download the intelligence of God about speed
ambayo tunahitaji kutumia 2026. Bwana Yesu asifiwe. The reason God compares himself ama anajilinganisha na the eagle na the dove ni kwa sababu eagle in its all life it builds one nest. Hizi ndege zingine zote zikitengeneza nest hapa, inaenda inatengeneza ingine pale. The eagle builds one nest. It flies, come back to that nest. Flies, come back to that nest. And number two thing, it only keeps one mate. The eagle keeps one mate. And because of that integrity that God expressed in an eagle, anaweza kajilinganisha na the eagle. Na sasa ametuambia, we shall mount up with wings like eagle. The word mount up, it's a keyword kwa sababu eagles don't fly. Eagles don't fly. Kwa sababu kama huu mwaka tutategemea kupeperusha mabawa, tutachoka sana. Nikwambie wali study insects. Wali study insects na bird ni nini huwa inazisaidia kuweza kupaa juu. Kwa sababu ziko na mabawa, ndio, ziko na mwili, zinaweza kupaa juu aje. Na wakaona ya kwamba kumbe hawa wanyama wote wako na kamwili na wako na mabawa ambayo ni kubwa kuliko mwili zao. Kwa hivyo wakipeperusha mabawa na kupiga hewa kwa kasi, hewa ya chini inakuwa nzito, hewa ya juu inakuwa nyepesi. Kwa hivyo hakuna lingine bali ndege atapaa. Na wakaconclude hivyo until wakastudy a bee. A bee iko na mwili kubwa kuliko mabawa na inaweza kufly. They studied a bee na wakaona a bee iko na mwili kubwa na mabawa kidogo na inaweza kufly. Na wakajiuliza, na hii sasa nayo, kwa sababu tulikuwa tumeconclude mabawa kubwa ndio inasaidia ziweze kupaa, haka kako na mabawa kidogo na mwili kubwa na kanaweza kufly. Kwa sababu walikuwa wameamua kabisa ya kwamba a bee cannot be able to fly, proven scientifically. Lakini nyuki hupaa juu. Kwa sababu gani? Nyuki ingawaje ako na mwili mkubwa na ako na mabawa na anaweza kupaa, inambidi flap mabawa 50 times in a second ndio agenerate thrust ya kumbeba juu. Kumaanisha anatumia nguvu mingi ili abebe mwili wake. Na ndiposa sasa sisi tukaambiwa kwamba they shall mount up with wings. Kile ambacho eagle hufanya, eagle does not fly. The eagle mounts up, then it soars. It mounts up. After it mounts up, it soars. Soaring, it is riding the wind. It rides the wind. It rides the wind. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa the mounting up with wings like eagles, haina na nini inaweza, and they shall not. Haina and they shall not. Haina and they shall not. Kwa sababu it is effortless. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mende ambayo iko kwa koti ya mtu ameingia kwenye ndege. Bwana Yesu asifiwe. The eagle huwa inangojea jua ichome ardhi vizuri. Ardhi ikichomwa vizuri, hewa pia hewa inachomwa. Hewa ikichomwa, the light air rises up and the cooler air comes down. So the eagle positions itself in this lighter air that is going up. Inatafuta miale ya hewa ambayo imechomeka na imekuwa light. Inaweka mabawa yake. Na kwa sababu ya hiyo hewa kupanda, inaanza kuinua juu. Kwa hivyo hakuna effort ambayo inaeka. Na ndiposa mnaambiwa they shall mount up with wings. They shall mount up with wings like eagles. Ni mnyama wa kipekee ambaye Mungu anajikompea naye. They shall mount up with wings like eagles. They shall mount up with wings like eagles. Jude 20. Jude 20. Njia moja ya kupaa juu bila effort ni Jude 20. Jude
Jude 1:20. It has one verse. Jude 1:20. Njia moja ya kupaa. Njia moja ya kupaa juu. Njia moja ya kupaa juu bila ku mount up. Njia moja ya ku mount up. It's Jude 20. But you beloved, building yourself up on your most, nipatie amplified version. Amplified version. Amplified version. But you beloved, building yourself up on the foundation of your most holy faith, continually progress, rise like an edifice, higher and higher. Rise like an edifice. Kumaanisha effort ambayo tu utakuwa umefanya, ile effort ambayo unafanya ndio mount up hapa. It is just building up on your most holy faith. You just build up on your most holy faith. By building up on your most holy faith, by building up on your most holy faith, and then continually and progressively, what will happen to you? You will rise. You start rising. You start rising higher and higher like an edifice, praying in the Holy Spirit. Kwa hivyo huu mwaka wa kasi ya kiungu, kitu kimoja ni kunena kwa ndimi zikiwa zimejengwa juu ya msingi ambao ni the most holy most faith. Na baada ya kutengeneza hii concussion ya kunena katika ndimi, alafu umebuild up on your most holy faith, ile kitu ambayo itafanyika, you start rising, you start rising, you start rising higher and higher like an edifice. Building up yourself. Building up yourself on your most holy faith. Then pray in the Holy Spirit. You pray in the Holy Spirit. What happens? You rise. You rise like an edifice. You rise like an edifice. Ni kama an eagle ambayo inangojea miale ya hewa ambayo iko na joto, na inapaa juu na inapaa juu na inapaa juu na inafika mahali ambapo sasa it grinds on the wind. Bwana Yesu asifiwe. Effortlessly. Nimekuambia tukitangulia kwamba hauhitaji kuwa na mbio. Unahitaji tu kujiattach na vitu ambavyo viko na mbio. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu pia ali introduce na akasema kuna vitu vinne ambavyo vitakuwa a very defining factor. Na ya kwanza alisema ni prayer. Ya pili akasema ni the relationship that we have with our spiritual parents and the relationship that we have with our leaders. Hiyo inatengeneza msingi ya divine speed. Kuna vitu viwili ambavyo alivitaja na vilikuwa the key things that we will focus on for divine speed. Akasema ya kwamba, jambo la tatu alisema ya kwamba tunahitaji hekima. We need the wisdom. Na akatoa a very good example from the book of 1 Chronicles chapter number 12 and verse number 32. The wisdom of Issachar. Na akatuambia kwamba huu mwaka tunahitaji the wisdom of Issachar, ambayo it's a kind of a wisdom that knows season, knows time, and knows what ought to be done in that season. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wisdom ya Issachar ni tofauti na there are three kinds of wisdom. There are three kinds of wisdom. There are the kind of wisdom which is called the wisdom of Ahithophel. The wisdom of Ahithophel. The wisdom of Ahithophel. Ahithophel was the advisor of King David. Ahithophel was the advisor of King David. He was a very wise man. A very wise man. A very wise man who used to advise King David. Ahithophel. The wisdom of Ahithophel. The next wisdom now is the wisdom of Issachar. When you study the wisdom of Issachar, you will realize how he came to know about season. You will realize how he came to know about time. Na utajua vile alikuja kujua ni nini inafaa kukua ikifanyika. Hiyo it is the actionable wisdom. Kwa sababu hiyo wisdom inakupatia maarifa. Ni stock gani unafaa kuwa ukileta February, inakupatia. With the wisdom of Issachar, you don't guess. With the wisdom of Issachar, you don't guess.
with the wisdom of Issachar, you align with season, time, and you know exactly what you ought to do in February. Na hiyo wisdom ndio imeongoza baba yetu, na kanjo ishafunguliwa na kuna service. You know the season, you know the time, and you know what ought to be done. It is actionable wisdom. And then the last one is the wisdom of the serpent. It's a wisdom called the wisdom of the serpent. Hiyo achana nayo. It's the wisdom of the serpent is the wisdom that politicians use. Hiyo ni wisdom ambayo the politicians use and they corner us and they get us. Na wanatunasa tu, tunaingia box. The wisdom of Issachar, the wisdom of Ahithophel, and the wisdom of the serpent. In the wisdom of Issachar, you know seasons, na unajua season, unajua time, na unajua what you ought to do. And this is the wisdom that helped Jacob. This is the wisdom that helped Rebecca, ambaye aliweza kusaidia Yakobo. You know, the story of the blessings ambazo Isaka alikuwa anaachilia ni habari ambayo si geni kwetu, na ni habari ambayo tunafaa pia kuiangalia kwa kina. Na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa story ambayo ilitufungulia the divine speed. Nataka tuende in the book of Genesis, chapter number 27. Genesis chapter number 27 and verses 1. Genesis chapter number 27 and verses 1. You see, this is a man, ujua ya kwamba in the genealogy of humankind, kuna kuanga na firstborn, kuna kuanga na secondborn, na kuna kuanga na mambo kama yale. Na ukikumbuka vizuri in the book of Genesis chapter number 3 and verses 1, kuna vita ambayo ilitangazwa na kukasemekana the seed of the serpent will be biting the heel of the seed of the woman. Na the woman akaambiwa your seed nayo itakuwa ikikanyanga kichwa cha the seed of the serpent. Na hapo kukakuwa introduce vita ambayo ilikuwa inafuata vizazi. Hiyo ni vita ambayo ilikuwa inafuata uzao. Na ndiposa unaona immediately Eve anapopata Cain na Abel, shetani anaingia haraka sana pale ili kujaribu kuidentify ni mbegu gani ambayo inakuja kuestablish na kurealign mambo ya Mungu. Kwa sababu ilikuwa kawaida ya Mungu sasa kufanya nini? Kuchukua laini moja ya seed na kuifuata. Anajiteulia mbegu na anaifuata. Anateua mbegu, anaifuata. Na ndiposa unaona saa zingine ilikuwa inabidi ana deposit mbegu katika familia, inatoa mtoto anaitwa Samson. Ana deposit mbegu katika familia, inatoa mtoto ambaye anaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia hiyo tunakuja kwa story ambayo Ibrahimu anakuja, anabarikiwa na anapatiwa baraka mingi sana, lakini baada ya kupatiwa baraka na kuona zimekawia, anaamua wacha aharakishe hii baraka, anachukua kijakazi chake Hagai na wanapata mtoto. Na Mungu haraka na kwa kasi sana anaingilia na anamwambia, na ujue huyu hata kama umempata si yeye ambaye ni the rightful heir. Ingawaje Ishmaeli ndio the firstborn wa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Na inaendelea hivyo, sasa tunafika kwa mahali ambapo sasa Isaka anazaliwa anakuwa sasa ni firstborn kulingana na Sara, lakini ni secondborn kulingana na laini ya Abraham. Na sasa Isaka anafika mahali ambapo was old and his eyes were so weak that he could no longer see. He called for Esau, his older son, and said to him, "My son, here I am," he answered. Kwa hivyo hapa Isaka ameita firstborn, ameita Esau. Na baada ya kuita Esau amemwambia kwamba mimi sasa nimezeeka na sijui masiku zangu, ninataka nikubariki. Verse number 2. Akamwambia, "I'm now old man and don't know the day of my death." Verse number 3. "Now then,
get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Verse number 4. Prepare me the kind of tasty food I like. Prepare me the kind of tasty food I like. Unajua, hauwezi kapenda kitu ambacho haujai kikula tena. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kapenda kitu ambao hujai kula tena. Ni kumaanisha hii kuwa mara ya kwanza Esau kuambiwa, enda, go hunt for me a game and bring it for me to eat. Prepare it as I like. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha Isaka alikuwa na mtindo wa kuitisha nyama. Alikuwa na mtindo wa kuitisha nyama choma. Tuko pamoja? Alikuwa na mtindo wa kuitisha nyama. Lakini hakuna siku iligonga Esau ya kwamba kuna njia rahisi ya kuwa akipata ile nyama. Hakuna siku ilimgonga kwa kichwa yake ya kwamba anaweza karahisisha maisha yake na mambo yake, afuge huyu mnyama, kwa sababu ni mtindo wa Isaka kuitisha nyama choma mara kwa mara. Na ndiposa anasema, prepare the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing. Ile tofauti ya siku hii ambayo aliitishwa nyama, ni aliambiwa kwamba aende akuje atengeneze, na sasa kutoka kwa hayo matayarisho na kwa kukula, Baba ambariki. Bwana Yesu asifiwe. Verse number 5. Now Rebecca was listening. Now Rebecca. Mwaka huu kama kuna kitu ambacho kitatusaidia sana. Kuna mahali watu watakuwa wameketi na wanaongelelea tenders ambazo unaweza kasawazisha. Na utahitaji mtu kama Rebecca ambaye anaweza kasikia. Nikwambie, Jacob hakuna. Jacob is a supplanter. Jacob ni mtu wa karata. Jacob ni mtu unaona wale wasenye wanachezanga zile game za karata, anakuambia haya, pachika 1 2 3 chagua. Pachika 1 2 3 chagua. Ni gani kadi ya pesa? Sasa huyo ndiye Jacob. Hiyo ndio akili ya Jacob. Now Rebecca was listening. Rebecca was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, verse number 6, Rebecca said to her son, Jacob, look, I overheard your father say to your brother Esau, in this year of divine speed, may you have a Rebecca. May you have a Rebecca who will tell you, Jacob, go back. Look, I overheard a politician that want t-shirts ziprintiwe na uko na printer. I overheard a politician mwenye anataka kuprintiwa maposta na unafanya kazi ya cyber. I overheard. You need a Rebecca in this year of divine speed. I told you, hauhitaji kukua na mbio. Hauhitaji wewe kukua na mbio. You know, a cheetah runs fast. A cheetah runs very fast, 70 kilometers per hour. A deer runs 72 kilometers per hour. Na nikwambia kwamba a deer runs 72 kilometers per hour. It is faster, na ndio maana tumepatiwa miguu za deer. Tumepatiwa miguu kama za deer kwa sababu ya kitu moja. It runs 72 kilometers per hour for a longer distance. That's why it's not a cheetah. A cheetah is for a shorter distance. A cheetah is fast, but for 100, 200, 300 meters. After hapo inatulia. Why? It has smaller lungs and a smaller heart. Kumaanisha haiwezi ka generate energy haraka sana. But for a deer, it has the size of the heart and the lungs of a deer are big. Meaning it can accommodate 2 times oxygen. Meaning with 2 times oxygen,
with 2 times oxygen, it can generate energy 2 times. Meaning, if it can generate energy 2 times, it can run longer. You see, the scripture that we read in Hebrews chapter number 12, nitarudi hapa, nipatie Hebrews chapter number 12. I'll come back here. Nipatie Hebrews chapter number 12. Hebrews 12. Yeah. You see, there is something. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us run with perseverance. Let us run with perseverance. Let us run with. You remember while running in Isaiah 40:31, running, they shall run and not be weary. They shall run and not be weary. They shall run and not be weary. The reason why you have been given the feet of a deer ni to cancel out your weary. Because a deer, I've told you, it has a bigger heart and a bigger lung. So it has more oxygen to produce more energy, to cancel out being weary. That's why the Bible tells you in Habakkuk chapter number 3, it tells you that watapatiwa mbio kama. They will be given speed like that of a deer. That is the advantage that a deer has. It can run longer and faster. Faster for a longer distance. Kasi. Run with perseverance. Rudi Genesis chapter number 37. Genesis 27, sorry. Genesis 27. Kasi. They shall run and not be weary. Now Rebekah was listening. Isaac. Rebekah said to her son Jacob, look, I have heard your father say to your brother Esau, verse number 7, bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Verse number 8. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Do what I tell you. Verse number 9. Go out to the flock. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats. Najua, in speed, one of the things that comes with divine speed, one of the things that inakuja na hii kasi ya kiungu. Unajua wakati Mungu aliingia Egypt, akanyorosha plague ya kwanza, ya pili, ya tatu, na Farao ameharden moyo wake, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Ilifika ya 10 mahali ambapo anaua all the firstborns. Ilifika ya 10 ambapo alisababisha a plague that killed all the firstborns. Iwe ni firstborn wa mnyama, iwe ni firstborn katika nyumba, aliua kila firstborn. Aliua kila firstborn. And the reason is, na ukiangalia katika Biblia, there is no any other time Egypt rose. Egypt hadi wakati sasa Yesu anaenda kukimbilia huko for safety. There is no where Egypt ever rose again. Hakuna mahali Egypt iliwahi inuka tena. Na ni kwa sababu the firstborns, wakati wa Musa, the firstborns, kwa sababu ya firstborns kuuliwa. Unajua firstborns in Egypt represented the right hand of Pharaoh. Ilikuwa inaashiria the right hand of Pharaoh. Ilikuwa ina represent authority and dominion. Ilikuwa ina represent yani ile kasi yote, all the speed that a king has rests on the firstborns.
all the speed, all the might, all the authority, all the dominion that a king has rested on the firstborns. Na ndiposa Mungu alistrike the firstborns. Na baada ya kustrike the firstborns, Egypt haikuwa rise tena. It never rose again. It never rose again. You remember a scripture ambayo inasema, those Egyptians that you see behind, those Egyptians that you see behind, you shall see them. I have killed their firstborns. They shall not rise. Hiyo ni mojawapo ya njia ambayo Mungu alitumia kupatia Israeli. Wakati huo, the only mighty power wakati ule ilikuwa Egypt. Na kwa sababu walikuwa wanajua kuna sasa hawa wengine akina Jebusites, Moabites, kuna hao hawakuwa hata si rahisi upate mahali ambapo wameteka another nation nyara, lakini Egypt ilikuwa imeteka a whole nation. Ilikuwa imeteka a whole nation na pia inateka Mungu wao. Unajua a nation ikichukuliwa for slavery, mkichukuliwa for slavery, wale ambao wamewachukua for slavery walikuwa wanasema wamewateka nyinyi na pia Mungu wenyu. Ni kumaanisha for 430 years Pharaoh was boasting ameteka nyara Israel na Mungu wao. Na kwa kasi sana Mungu akastrike the firstborn. Na ndipo sasa pale Biblia inasema, yes, those Egyptians that you see behind you, those Egyptians that you see behind you, you shall not see them more. You shall not see them anymore. You shall not see them anymore. Haikukamilika na kuzikwa na maji. Haikukamilishwa na kuzikwa na maji. Ilikamilishwa na kumaliza firstborns. Kutoka hapo Egypt haikuweza kuinuka tena. It never rose again. Yani ilipigwa breaks za mbio. Ilipigwa breaks na ikawekwa handbrake na clutch na ikawekwa mawe nyuma. Haikuinuka tena. Haikuinuka tena. Ile mali yote ambao sasa walikuwa ile mali, unajua mali ilikuwa inapatiwa firstborn. Mali ilikuwa inapatiwa the gold and the silvers. They used to be given to the firstborn. Ndipo sasa unaona wana wa Israeli wanaenda tu wakichukuanga tu mali. Wanaenda tu wakichukua tu mali. Kwa sababu hawana firstborns wa kupatia hiyo mali. Sasa hiyo wao kupigwa break ilikuwa kupatia wana wa Israeli divine speed. Unapatana tu na mwana wa Israeli na kibring ya gold na silver akibounce, gold na silver yeye akibounce. Na saa hiyo juu ya vile alikuwa amechapa mijeredi, ile kanzo amevaa imeraruka, lakini akona gold and silver, amepatiwa kasi ya kiungu. Yeye ana bounce, kule kwingine ni mazishi wanapanga. Divine speed. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats. Go out to the flock. Hii ni teknolojia ambayo Yakobo yeye aliangalia akaona ya kwamba wacha mimi nitulie na nifuge mifugo, na akaweka mifugo. Na hiyo kuweka mifugo, siku ya masiku opportunity ilipotokea ikamuokoa. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Just the way he likes it. Just the way he likes it. You need a Rebecca in this life. In this season, we need a Rebecca. Rebecca akona utaalamu wa kureplicate kile Esau huwa anafanya. Rebecca has the skill. Rebecca amekaa hivi na mtoto wake Esau, na amejua Esau hivi ndivyo anachomanga nyama ya kupelekea baba yake. Just the way he likes it. Just the way he likes it. So the only thing that you need, just have the flock. You just need to have the flock. I told you, you don't need speed. You just need to attach yourself with the things that are moving in speed. The things that are moving
in speed. The things that are moving in speed. This is effortless. Ameweka kondoo, ameweka mbuzi, anaitishwa tu mbili. Na hizi mbili, verse number 10. Verse number 10. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. Verse number 11. Jacob said to Rebekah, his mother, but my brother Esau is a hairy man, while I have smooth skin. This is where now Rebekah, unajua, I told you, the wisdom of Issachar, tuliambiwa na tukaintroducewa vizuri, tukaambiwa mwaka huu wa kasi ya kiungu, tunahitaji the wisdom of Issachar. The wisdom of Issachar, it knows season, it knows time, and it knows what ought to be done at that time. Are we together? So Jacob said to Rebekah, his mother, but my brother Esau is a hairy man, while I have smooth skin. Rebekah akamwambia, I know what to do. I know what to do. I know what to do. Verse number, what if my father touches me? I would appear to be tricking him and will bring down a curse on myself rather than a blessing. Verse number 13. His mother said to him, my son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. Let that curse fall on me. Rebekah ni mtu ambaye atakubebea hiyo shida, hiyo ngori yenye ingekupata. Hiyo ngori yenye itakupata kwa hii deal. Ile ngori yenye inaweza kukupata kwa hii deal. Wacha itakuwa kwangu. Wacha hiyo ngori mimi nitabeba. Wenda chapa kazi. Hiyo ngori mimi nitabeba. Anaitwa Rebekah. Rebekah. Verse number 14. So he went and got them and brought them to his mother. And she prepared some tasty food, just the way his father liked it. Verse number 15. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son, Jacob. Kwa hivyo, utaalamu wa Isakar, utaalamu of the wisdom of Issachar, unaingia kazi. Anamwambia mzee, ukisoma pale juu, verse 1, mzee ni mzee na macho imefungika, haoni. Isaac is old. The eyes are dim. He cannot see. Sasa wewe, nani amekuambia ukikuja kama Esau ataona ni Esau? The wisdom of Issachar. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which he had in the house, and put them on her younger son Jacob. Verse number 16. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat's skin. The wisdom of Issachar at work. Kwa hivyo Jacob amechukuliwa, na ingawaje kumetengenezwa mlo ambao Isaka anapenda, Jacob amechukuliwa na amekuwa converted to Esau. Jacob amechukuliwa na hima amefanywa Esau. Verse number 17. Then she handed to her son the tasty food and the bread she had made. Verse 18. He went to his father and said, my father. Yes, my son. He answered, who is it? Huyu ni Jacob, ameulizwa wewe ni nani? Verse 19. Jacob said to his father, I am who? You are what? I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing. Verse number 20. Isaac asked his son, how did you find it so quickly, my son? The Lord your God gave me success.
huyo mtu ambaye ameandikwa hiyo statement yote, the Lord your God gave me success, anaitwa Rebecca. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Rebecca. 2026, the year of divine speed. You need a Rebecca. You need a Rebecca. A Rebecca can cause you. A Rebecca can cause you. And a Rebecca can cause you to answer the question, imekuwaje ukafika haraka? Imekuwaje ukafika haraka? Imekuwaje? Then Isaac said to Jacob, come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son Esau or not. Come near, I touch. Come near, I touch. Na amevalishwa kama Esau. The wisdom of Rebecca. The wisdom of Issachar in play through Rebecca. Verse number 22. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, the voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. Verse number 23. He did not recognize him. Remember, verse 1, Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he proceeded to bless him. And Isaac blessed Jacob kwa sababu ya Rebecca. Rebecca. May you get a Rebecca in this year. In this season of possibility, may God connect you with a Rebecca. May God connect you. May God make your road and paths to meet with a Rebecca. Ukiwa tu katika shughuli zako, ukiwa katika tu kazi yako, ukiwa tu katika kampuni yako, path yako ikutane na Rebecca. Ikutane na Rebecca. Ikikutana na Rebecca, watauliza imekuwa aje ukafika haraka. Watauliza imekuwa aje ukaenda kwa kasi. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako. Inuka kwa miguu yako. Just rise up on your feet. Just rise up on your feet. Just rise up on your feet. You see, you have to have the ability to keep flock. You have to have the ability of the hands. You have to have the ability to do some work. You have to have the ability of having something that can connect you. Rebecca anapokuja kwa Yakobo, hamkuti bila kitu. Hamkuti bila wanyama. Hiyo kitu ambayo inafanyika pale. We all have jobs. We all have work. We all have connection. We all have companies and organizations ambazo tunaziendeleza, ambazo tunazifanyisha kazi. Tuko na kazi mingi sana ambazo tuko nazo. But there is one thing that lacketh. We need a Rebecca. Shatala bala compre sekento prekeda mahantos. Riba compre zanimanto prehitala mahante. Ilipre sopre canta pala combre e la manta pala cosa. Asaseli mele combre jadi la posi kapa. Just lift up your hands and tell the Lord, oh Lord, you have blessed the works of my hand. Oh Lord, you have blessed the works of my hand. Oh Lord, you have already blessed the works of my hands. But at this time, at this juncture, I need to move in a divine speed. May you release a Rebecca for me. Recatalamante precompresa melada ripraso kende bela combraga de la male bela hasco ribreno sakata aramane la paria bela combrazo bela mede presu kapaya embreda bala combre kelia sokata rakandi le menemento prehusataya ende bresha nama rakarie de compresa kandi le mekayo sato Rika bakasia tomela raka praso ketele mene malananto rikaya shalamante preso keli melopa irekala mala kombre